utapata adhabu ya haki inayokustahili, maana Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo, elewa hilo. Na wewe ambaye unatenda hiyo kazi, hakikisha unatenda kwa uaminifu. Mungu hana upendeleo, atakutendea haki yako tu. Haijalishi imechelewa kiasi gani, Mungu atatengeneza njia pasipo njia, na utakwenda kuona maajabu Bwana Mungu anaenda kukufanyia. Kipindi ni cha maombezi kwa Global Donor, mfadhili wa ujenzi makanisa. Mpendwa msikilizaji, nipo hapa kwa ajili ya kuendeleza mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo siku zote tumekuwa navyo katika siku kama ya leo, na ninapenda kukutambulisha kwa siku ya leo. Tumejikita katika kuomba kwa habari ya wewe mtumishi na mmiliki wa kisima cha mafuta au gesi. Mafuta au gesi. Uko wapi? Uko katika nchi gani? Haijalishi. Mungu wetu ni Mungu ambaye anasikia mahali popote ulipo chini ya jua hili. Mungu anasikia. Niko mimi Tanzania hapa nikikuletea maombi haya. Najua wewe kama mmiliki wa mradi wako huu, mradi wa uchimbaji wa gesi au mafuta, kama mahali popote ulipo chini ya jua, wewe Mungu anakusikia. Mungu anajibu maombi yako. Leo hii huduma hii ya ujenzi makanisa inakuletea maombezi kwa Global Donor, maombezi kwako wewe ambaye ni mfadhili wa ujenzi makanisa. Naam, katika hali hii napenda nikwambie, unapotenda kazi zako unakumbana na changamoto mbalimbali. Yamkini hupati muda wa kuweza kutulia na kupumzisha akili yako kwa sababu umebanwa na majukumu. Wakati wote unatakiwa uwe katika mtambo ule ukiuendesha. Wakati ule unahitaji ukawe katika ile ofisi ukisimamia wafanyakazi ambao wako chini yako, na wewe una jukumu la kuhakikisha mradi unazalisha kama ambavyo imepangwa katika ratiba. Lakini mwili wako unakukatalia. Wakati unachoka, unatamani kupumzika, lakini ajira yako haikuhitaji wakati huo upumzike, na mkataba wako unakutaka utimize majukumu yako kama ilivyo. Wakati mwingine unafikia mazingira, wakati unaumwa, mwili wako umekataa, lakini bado kwa mujibu wa mkataba wako ni lazima uwepo kazini. Ujapotoa hitaji lako kwa mwajiri wako, yeye haelewi, anachojua kazi yake ifanyike. Hilo ni jaribu, ni changamoto unayokutana nayo. Ewe mtumishi ambaye umeajiriwa katika kampuni hii, uko katika nchi za nje, lakini ulipata hiyo fursa, na wewe unaona kwamba ukiondoka katika ajira hiyo mambo yako hayatakunyokea. Familia yako inakutegemea, wazazi wako wanakutegemea, lakini majaribu unayokutana nayo, mazingira ya kazi sio rafiki, yamkini vitendea kazi sio vizuri, hali ya hewa unayokutana nayo katika eneo la kazi ni chafu, lakini ufanye nini? Umeambiwa utanunuliwa vifaa vile, lakini vifaa hivyo havijanunuliwa bado. Yapata sasa wiki nzima unafanya kazi na vifaa ambavyo ni duni, hivyo riski ya afya yako inahatarishwa. Na nani atakaye kudhamini? Hakuna. Unamhitaji Mungu. Leo hii nakuletea tumaini lililopo, ambapo Mungu aweza kutenda mabadiliko ndani ya kazi yako. Anaweza akatenda muujiza katikati ya eneo la kazi yako. Anaweza akatenda muujiza kwa mwajiri wako ambaye anakunyanyasa, ambaye anakuweka katika hali hiyo ambayo ya sintofahamu. Hujapata mapumziko, una mwaka wa kwanza wa pili umemaliza, lakini hujapata likizo hata la kupumzika. Hujaweza kwenda kuiona familia yako kwa sababu mwajiri wako anatishia, ukiondoka umeshaacha kazi na hutapata tena fursa hiyo. Na wewe unaona kwamba familia yako iko katika hali ya dhiki, inahitaji kuone wewe, inahitaji kutane na wewe. Una msongo wa mawazo wakati wote, usiku usingizi haupiti kwa sababu ya kuwaza hatima yako ni nini. Yamkini mkataba wako haujatendewa haki, mshahara unaopata hauko sawasawa na jinsi mlivyokubaliana, lakini umeambiwa endelea tu kufanya kazi kwa sababu watakurekebishia. Mwaka wa pili umepita, hawajakurekebishia, hawajakupandisha daraja, hawajakupa haki yako.
hawajakupumzisha, lakini unawajibika. Kazi unayoingiza faida ni kubwa, unaleta maslahi makubwa kwa ile kampuni, lakini bado hawawezi kukuangalia wewe na hatima yako ikoje. Hujui baada ya kuacha kazi nini kitakachofuatia, utaishi vipi, maana maslahi yako hayapelekwi hata katika kampuni ya mafao ya uzeeni, haipelekwi. Kuna mapengo ya kutosha. Hayo ni majaribu. Napenda nikuonyeshe ya kwamba Mungu ukimtumainia kupitia maombi haya, hakika anaenda kukutana na haja ya moyo wako, na mambo yanaenda kubadilika, maisha yanaenda kubadilika, na Mungu anaenda kuingilia kati na ile hali unayokutana nayo. Mwamini Mungu kupitia maombi haya tunaenda kuyafanya sasa hivi, na Mungu ataenda kukuonekania. Nitaenda kusoma andiko moja ambalo litatuongoza katika maombi haya sasa hivi. Katika Wakolosai sura ile ya 3 na mstari wa 23 mpaka 25, neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Sikiliza, neno la Mungu linasema kila mfanyalo fanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Japo unamtumikia ni mtu, lakini fanya kama unamtumikia Bwana. Fanya kwa uaminifu, ili kwamba yeye atakapokushutumu akose hoja ya kukushutumu ya haki, ionekane siku zote anakuonea, kwa sababu wewe unatenda kwa uaminifu. Fanya hivyo kama vile unafanya kwa Bwana. Biblia inasema ya kwamba katika ule mstari 25, maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Ndugu yangu, hakuna upendeleo kwa Mungu Baba, hakuna upendeleo. Na kuambia kweli, wewe ambaye unayedhulumu mtumishi wa Mungu, unayedhulumu mtumishi wako ambaye anatenda kazi, anakuletea tija, anakuletea mafanikio katika kampuni yako, lakini bado huangalii maslahi yake, huangalii haki zake, jua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba adhulumuye atapata mapato ya haki. Utapata adhabu ya haki inayokustahili, maana Mungu hana upendeleo. Mungu hana upendeleo, elewa hilo. Na wewe ambaye unatenda hiyo kazi, hakikisha unatenda kwa uaminifu. Mungu hana upendeleo, atakutendea haki yako tu, haijalishi imechelewa kiasi gani. Mungu atatengeneza njia pasipo njia, na utakwenda kuona maajabu Bwana Mungu anaenda kukufanyia. Siku wa leo na kuletea maombi haya, ungana nami sasa, naenda kuliitia jina la Bwana kwa ajili yako. Mungu Baba yangu wa mbinguni, wewe unayejibu kwa moto, ninamsogeza mtumishi huyu ambaye tazama anafanya kazi katika hii kampuni ya machimbo, katika kisima hiki cha gesi, katika kisima hiki cha mafuta. Unajua kisiwa kile kina mali nyingi, lakini kwa sababu mtumishi wako yuko mahali pale, naye amekuamini wewe ili ukaweze Bwana kufanya muujiza, naomba kaingilie kati. Umeijua adha anayokutana nayo, unajua jinsi anavyopigwa vita katika kazi ile, jinsi ambavyo haki zake zimepotea, namna yake anavyotendewa sivyo, mateso anayoyapata. Atenda kazi usiku wa manane wakati alitakiwa aishie jioni, lakini anafanya kazi kwa muda wa ziada na malipo anayoyapata yalingani. Naomba katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu uliye Mungu wa haki, utoae haki kwa mtu kila kutumainie, naomba sasa umkumbuke mtumishi wako huyu, ukamrejelee kwa wakati huu sasa, ukapate kumpa haki yake. Ingilia kati katika jina la Yesu Kristo, na alika Bwana uponyaji wako, na alika Bwana ukombozi wako dhidi ya huyu mtumishi wa Mungu, huyu miliki ambaye tazama amedhulumiwa na watendaji, amedhulumiwa na watu ambao wako chini yake,
wamemlaghai na matokeo yake anapata shida, anapata dhiki, kama vile hakuweza kuwekeza. Lakini Mungu, wewe ni mtenda haki. Yule ambaye anajificha, ametenda uovu lakini haonekani, amejificha, naomba Baba sasa ukamfunue kwa wakati wake, ukalete haki kwa mtu huyu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaalika moto, ninaalika nguvu, uweza na mamlaka ya Mungu yakaonekane kwa huyu mtu kuanzia sasa. Ninaalika Mungu kajitukuze ndani ya mtumishi huyu ambaye anakutumainia wewe, kwa adha anazokutana nazo, adha anazopambana nazo. Mungu, naomba ukazitolee majibu kuanzia sasa. Mungu kajitukuze kwa huyu mtu, ukampe sawasawa na haja ya moyo wake. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu amefanya. Naomba uamini kuanzia sasa ya kwamba Mungu amekwisha kufanya. Pokea sawasawa na haja ya moyo wako. Pokea sasa kwa jina la Yesu. Ninakuaminisha kwa sababu Mungu wa ujenzi makanisa ni Mungu ajibuye kwa moto, ni Mungu wa ukweli, ni Mungu amekwisha kuonekana. Nami nathibitisha ya kwamba hilo limekwisha kuwa. Amini, limekwisha kuwa katika jina la Yesu. Na sasa Bwana atakapoonyesha mbele ya macho yako ya damu na nyama ya kwamba ametenda muujiza huo, hakikisha unampa Bwana wa majeshi utukufu kwa sadaka yako nzuri ya ujenzi makanisa, na utaituma kupitia namba unazoziona katika skrini hii, na Mungu ataenda kukubariki. Hata tutakapoenda kuonana tena katika kipindi kingine, wakati na saa kama hii, nipende kukuaga na kusema Mungu akubariki. Bye.